Kuanzia sasa njia zote za kada nimeshazifunga, na hata hivyo sitaki asikie swala lolote linaloendelea huku. Yule mtoto atakayezaliwa atakuwa wa kwangu, na hata yule mwanamke atakuwa wa kwangu. Safi sana, hiyo nimeipenda mzee, afu imekaa poa sana. Hii sio sawa, sio sawa, sio sawa kabisa. Yaani mtoto wa kada awe wa kwako na yule mwanamke awe mali yako, hii haiwezekani. Hiyo ni amri, sio hombi. Lakini mzee, hiyo ni amri, sio hombi. Alafu wewe duniani hakuna haki, labda mbinguni. Sasa hii ndio tafsiri kwamba Mungu peke yake ndio hawezi kukosea wala kupindisha maamuzi. Mungu peke yake. Ni kweli kabisa. Katika hii dunia Mungu ndio hakimu wa haki. Mungu ndio mwenye mamlaka. Mungu hajawahi kudhulumu wala kudhulumiwa. Je, yule ni Mungu? Vipi mzee? Umeipenda hii? Nimeipenda hii. Imekaa poa eti? Iko sawa kabisa. Basi sawa. Unamuona huyu? Ndio. Kwa umri wa kawaida wa binadamu huwa anaishi miaka 50 mpaka 60. Lakini unavyomuona ataishi mpaka miaka 70. Kwa hiyo kinachotupasa tumchukue, tumpeleke nyumbani kwao. Wakishatangaza msiba na akazikwa, nafsi yangu itaingia kwake. Sasa itakavyoingia kwake, mipango yote itakuwa imekaa sawa. Mtoto pamoja na mama yake itakuwa mali yangu. Halina shida ya mzee. Twende. Ingia. Umefunguka. Noel, huyu ndo ile siku aliyokuja kugonga nyumbani. Abe, mafuta yangu umeweka wapi? Hapo mezani, angalia. Sawa. Badala ya wewe kuniita kuniulizia mafuta yako, nilivyorudi sijamkuta. Ni kweli.
Mimi ndo nilikuja siku ile nikagonga mlango wenu. Lakini siku ile nilipata na dharura na ndio maana niliondoka. Lakini nilikuwa na imani kabisa nyinyi ndugu zangu ipo siku nitakuja mtaonana na nyinyi. Na ndio leo nimekuja. Huyu mimi ni shemeji yangu. Maana nina urafiki na Gabi. Unaendeleaje? Lia. Basi. Nimekuja tu kukusalimia. Wewe. Kwani unamjua? Mungu aliumba binadamu kwa majini ili tumwabudu. Je, binadamu na binadamu au majini kwa majini? Niambieni basi kimekuta nini? Kaka. Baba. Kimemkuta nini wewe tena? Sikiliza dadangu. Kwa sasa huyu tayari ameshakufa. Kufa tena. Kinachotakiwa kwa sasa tangaza msiba ili watu wajue kama kuna msiba, ili muweze kwenda kuustiri mwili kabla zani. Na kingine, Bwana ametoa na Bwana ametoa. Cha msingi ni kufuata maelekezo. Mwili ukizidi kukaa humu ndani utaoza. Kwa hiyo inabidi mfanye mpango mwili ukazike. Baba, yaani mpaka sasa unaniacha njia panda yaani. Shemeji. 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 Sasa mimi nitamwambia nini Asma? Amka basi. Shemeji. Shemeji. Jamani. Niambie basi hata kitu. Sasa na mimi hata kitu hata kimoja basi usiniache. Alana. Sina tosha. Sasa nisikilize, hairuhusiwi kumzika huyo na wala kutangaza msiba, na halafu hata kika siku 7 mwacheni hivyo hivyo, msizike na wala msikubali kuutangaza msiba. Sawa.
Nimechoka, naenda wapi? Nimekwambia hivi naenda hivi kwenye mizunguko yangu. Wewe unatoka huko unanifuatafuata, unafuatafuata nini? Kwa hiyo michizi, kwa nini una michizi? Sikia nikwambie, nishachoka kila siku wewe. Hivyo ukoje wewe? Naomba tuheshimiane. Ukitaka mimi nitulie, basi nawe tulia, afuta na mimi ndo nimetulia. Tunaenda wote, kama unaenda kufanya mara twende wote. Kitu gani? Kila siku maneno. Nataka twende huko wote. Unapoenda wewe na mimi nipo. Kama kweli ndio kwa wanawake zako. Mbona ngania mimi napokwenda? Hiyo unadhani mimi pesa napata wapi? Mbona wewe unapopata pesa uongee chochote kama kuhusu pesa unapata wapi? Unaenda wapi? Sawa, naenda kwa Raji. Kama kweli ndio kwa Raji twende wote huko kwa Raji. Kwa hiyo unakwenda kwa Raji, si ndio? Unataka kwenda kwa Raji? Nifuate. Bwana usinikwambia nyumbani ubaki pale. Wewe unanifuatia nini? Tunaomba kwenda. Sasa unatembea kwa haraka. Bwana mwachana na mimi bwana. Usijali upo uliko. Endelea kutumikia kifungo. Mtoto wako yupo salama. Ila shida kuu, Abrahamu anataka kumrithi mtoto wako pamoja na mwanamke. Ah!